Huyu Daudi alikuwa ni kijana mdogo kabisa. Haleluya. Kuketi kwenye kiti na nini? Na kumiliki. Ukifungua katika kitabu cha Ruthi 4:22. Ruthi 4:22. Anatuambia kwamba Daudi alivyozaliwa. Tunamuongelea huyu kijana mdogo kabisa alivyoanza utumishi wake. Tunaanza na ukoo wake mpaka siku anayozaliwa. Ruthi 4:22. Haleluya. Huyu mtu anaitwa Daudi. Alizaliwa katika huo mji. Hakaenda, alikuwa ni mchungaji, anachunga kondoo zake na mbuzi. Haleluya. Siku akiwa katika kuchunga, kuna mtu mmoja alienda kuitembelea familia ya kina Daudi. Haleluya. Aliagizwa na Mungu. Tunajifunza historia ya kuketi katika kiti ili umiliki vile vitu. Haleluya. Huyu Daudi alienda kumiliki, lakini alipitia misuko mpaka akaenda kufenyeje? Kumiliki, ama kukaa katika kile kiti cha kifalme. Unaweza leo ukateseka, lakini kumbe ni kusudi la wewe kwenda kuketi eneo lililokuwa sahihi. Haleluya. Daudi alikuwa aheshimiki kwa sababu yeye ni mtoto wa nje huko wa mbali sana. Kwa hiyo hata familia ilivyoitwa pale na yule mtumishi wa Mungu aliambiwa na Mungu kwamba nenda kamtafute mtumwa wangu, yuko eneo fulani ndani ya familia ile. Alipofika katika ile familia, baba mzazi wa Daudi akasema nina watoto kadha. Hakusema ukweli. Haleluya. Leo hii lamkini wewe ukatengwa ndani ya familia, hauhesabiki, haujulikani, ama ndani ya ndoa yako ama ndani ya familia yako haujulikani wewe ni nani. Wakanyanyuka mashemeji na mawifi, hawakujui, wanamjua mtu mwingine. Ndani pale familia wote wakanyanyuka, wakasema sisi tumtambui. Lakini jicho la Mungu likasema hapana, kuna mtu umemwacha hapa. Huyu mtu ndio wa thamani niliyoambiwa nije nimfuate huyu mtu. Haleluya. Huyu ndio mtu niliyoambiwa, huyu ninamhitaji huyo mtu. Wakatafakari, wakasema okay, kuna katoto kapo kamwisho kanachunga mbuzi. Haleluya. Lakini wewe leo hii ulisaulika, lakini Mungu anasema yupo mahali huyo mtu hajasaulika. Haleluya. Wakaanza kumtafuta Daudi. Sema Daudi. Wakaanza kumtafuta. Leo hii wataanza kukutafuta mahali ulipo. Haijalishi umefichwa silini, lakini Mungu anaenda kukufichua leo. Unaenda kuonekana kuanzia sasa. Oh, like pasata. Unaenda kuonekana. Sijasikia mtu akisema amina. Amina. Unaenda kuonekana sasa. Amen. Daudi akaitwa, akasema nendeni mkamwite. Akaanza kutafutwa. Leo hii utaanza kutafutwa na ndugu na jamaa. Utaanza kukumbukwa. Waliokutenga wanaanza kukutafuta wao wenyewe. Walioona nyota yako haijang'aa wataanza kuiona sasa. Wataanza kukutafuta, atasema hapana, kuna mtu fulani yupo. Huyu mtu ndio anaweza kuisimamisha hii. Huyu mtu ndio anaweza kutuongoza. Haleluya. Oh, akasema kamwite.
akaitwa mtoto wa watu, akabeba na vibuzi vyake na kondoo vyake, akaviswaga haraka. Haleluya. Akaitwa pale. Haleluya. Alipofika, fungua katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Samueli 16 mstari wa 13. Alifenyeje? Naomba mtu anisomee haraka. Alifenyeje pale? Alipofika tu, kuna kitu Mungu akakiweka juu yake. Waraka wa kwanza wa Samueli 16 mstari wa 13. Naomba nisomee hapa. Akawekwa kitu. Kuna kitu akamiminiwa pale, Ndio. Ukamwite Yese. Haje katika dhabihu. Nami nitakuonyesha nitakayotenda nawe. Utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Haleluya. Kwa hiyo aliitwa mhusika. Huyu mhusika ni nani? Ni wewe leo. Akasema kwamba huyu ndio mpakwa mafuta niliyekutoa mali wewe nabii wangu. Nenda kampake huyu mafuta. Hatupaki mafuta yale yasiyo nini, bali tunapaka mafuta ya rohoni. Haleluya. Yale mafuta yakisema pepo nyamaza, ananyamaza. Ikisema fedha njoo, inakuja. Ukisema nani fulani njoo, kinakuja. Hayo ndio mafuta nayo yasemea mimi. Akamiminiwa mafuta. Lakini wakati ule bado ni mdogo, hakujua haya mafuta ni ya nini. Kuna wakati Mungu anaweza kukutumia bado ni kijana, lakini hujui kwa nini Mungu anakutumia. Unajikuta unaota ndoto, unaombea watu bado, lakini kumbe kuna kitu Mungu anaenda kukifufua leo. Haleluya. Akatembea. Ukifungua katika kitabu hapo 16 mstari wa 22, naomba nisomee hapo mstari wa 22. Nitasoma. Ndio. Kisha Sauli akampeleka ndio watu wa Yese. Ndio. Akasema, tafadhali mwache Daudi asimame mbele yangu. Maana ameona kibali machoni pangu. Haleluya. Kuna wakati lazima watu waanze kukiona kibali kwako, uanze kukubalika. Daudi akaanza kukubalika taratibu. Haleluya. Akaanza kukubalika taratibu, si haraka, hapana. Alianza kuonekana baada ya kupakwa nini? Mafuta. Ndipo sasa akaanza kuonekana na watu. Lakini kuna matendo aliyafanya, ndio maana akaanza kufanyaje? Kuonekana. Fungua hapo katika kitabu hicho 17, hapo 17 mstari wa 38. Kuna matendo aliyofanya juu ya mfalme, yakaanza kuonekana yaliyo mema. Ukasoma? Ndio. Ndipo Sauli akamvika Daudi, akamvika vazi Daudi, ndio mavazi yake ya vita, ndio. Akamtia chapeo ndio cha shaba kichwani, ndio. Akamvika dirii, ndio. Dirii ni ile dirii haki. Haleluya. Hakavishwa mavazi ya muonekano juu yake, hakavishwa dalili ya haki, hakavishwa vazi la upanga ama la vita. Haleluya. Hakavishwa kofia juu yake, maana yake kwamba vazi ni neno. Hakavishwa ufalme. Haleluya. Walimkabilia ndani yake kwamba huyu ni mfalme wa baadaye.
Kuna wakati wewe unaweza ukatembea, lakini kuna watu wanakutizama wewe ni nani kesho. Lakini je, hiyo kesho yako unaisimamiaje ili maono yako yakue, ili ukaketi pale unapotakiwa? Kitu gani ukifanye? Daudi alichukua sheria baada ya kuvishwa lile vazi. Haleluya. Alichukua utayari kwa ajili ya kuvishwa lile. Leo hii unapewa vazi fulani, lakini unashindwa kulitumia. Haleluya. Baada ya kupewa hili vazi, akaanza kwenda wapi? Vitani. Haleluya. Ukifungua katika kitabu cha hiyo 17 mstari wa 45 hapo. Samueli, waraka wa kwanza Samueli 17 mstari wa 45. Akaanza kupewa vitu kwa ajili ya kwenda vitani baada ya kuvishwa vazi. Ndio. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga ndio na fumo, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Haleluya. Lazima wewe nenda kwa adui kwa neno la jina la nani? La Yesu. Shida ya watu wanapenda kwenda kwa jina ya mengine, lakini yeye anasema njooni kwangu kwa jina la nani? Alienda kumhukumu yule mtesi wake ama Mfilisti kwa jina la Yesu. Akamnyamazisha chini ili aketi katika kile kiti. Uwezi kuketi katika hiki kiti, lazima cha kwanza ushinde vita. Vita inaweza ikawa ndani ya familia. Kuna watu wengi katika ndoa wanashindwa kuketi katika ndoa kwa sababu ya marafiki, kwa sababu ya ndugu upande wa mume ama upande wa kike. Wakasema hapana, hii familia 1 2 3. Huyu mwanamke 1 2 3. Lakini si kwa sababu wamekukataa wewe uwezi kukaa pale, hapana. Bali kuna kitu ndani kipo kinachowafanya wao wakukatae wewe. Haleluya. Hautanielewa ninachokisema. Kuna kitu kipo ndani ndicho kinachosababisha wao wakukatae wewe ndani yao. Haleluya. Daudi baada ya kumwona Goliati akiwa na upanga akuogopa. Watu wengi walimuogopa Goliati akawashinda, lakini yeye hakuogopa ile roho. Hakumuogopa kwa sababu ana kila kitu. Alijua huyu hana nguvu kwa sababu hana jina la Yesu. Haleluya. Yeye ndiyo mwenye jina la Yesu. Akitaja katika jina la Yesu, yule pepo ananyamaza, ile roho inanyamaza, kwa sababu ndani yake kuna mamlaka. Cha kwanza, ili ushinde lazima uwe na nini? Na mamlaka. Lakini mamlaka haya lazima uwe na nguvu ya neno. Kwa siku unasoma maneno mangapi?